Kwa majina yangu ninaitwa Praise Manase Sanga. Ni mwalimu wa watoto hapa kanisa la Church of God Mbezi kwa Msuguli. Unaingia mtaa wa Msingwa, unafika mpaka maeneo ya mtaa wa Singida maarufu kama kanisani kwa Pastor Daniel Eldad Luzebo. Asante sana mwalimu. Kanisa la watoto lina mchungaji lakini nimeona lina walimu. Lina walimu wangapi kanisa la watoto? Kanisa la watoto lina walimu watatu kwa hapa kanisani, ambapo tuna mwenyekiti wa watoto, mwenyekiti wa walimu wa watoto, tuna katibu, lakini pia tuna katibu msaidizi ambaye ndiye mimi ninaongea. Asante sana. Hili kanisa la Church of God in Tanzania, kwa nini lina kanisa la watoto na halina zile kama makanisa mengine, ile mitaala ambayo unakuta watoto wanachanganyikana na watu wazima, au unakuta watoto wanawekwa mahali fulani lakini sio kanisa rasmi la watoto? Huku kuna nini na kuna tofauti gani na huku? Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu ambaye ameachilia mafunuo kwa watumishi wa Mungu, lakini pia hata kwa pasta wetu ambaye ni mchungaji mwenyeji Daniel Eldad Luzebo. Ilifika mahali Mungu aliamua kuachilia maono hayo baada ya kuona watoto wamekuwa kichangamana na watu wazima. Na kama mnavyojua ndugu mwandishi wa habari, kwa ulimwengu tulionao sasa hivi, watumishi wa Mungu wanapokuwa katika madhabahu hawachagui kipi cha kufundisha. Lakini pia Roho Mtakatifu pia yupo kazini. Kuna namna anaweza akaachilia nguvu ambayo watoto kwa hali ya kawaida wasielewe kwamba ile ni nguvu ya kimungu, inabaki inawakanganya. Hiyo ikapelekea pia watoto wapate darasa lao, ili kwa lugha ya kitoto waweze kufundishwa, kwa lugha ya kitoto waweze kuelimisha, lakini pia kwa lugha ya rohoni ya watoto. Maana Mungu kuna namna ambavyo anazungumza na watoto na kuna namna ambavyo anazungumza na watu wazima. Kwa hiyo hilo ndilo lilopelekea kuwa na kanisa la watoto, ili waweze kujifunza kulingana na uelewa wao, kulingana na ufahamu wao, kuweza kulijua na kulipambanua neno la Mungu kwa ujumla. Asante sana. Kuna tofauti gani wewe kama mwalimu wa kanisa la watoto, kuna tofauti gani ya kumfundisha mtoto na kumfundisha mtu mzima? Tofauti ipo na tofauti ni kubwa tu. Japokuwa kuna wakati mwingine unaweza kaona kama vile hakuna tofauti kiasi, ila tofauti ipo kubwa, kwa sababu ndani ya watoto kuna makundi ambayo wametofautiana. Nikisema kuna tofauti kubwa, watoto wanauelewa unapofundisha mambo ya kimungu na ukawa na muunganiko wa Roho Mtakatifu. Kuna namna Roho Mtakatifu anajipambanua kwa watoto zaidi kuliko watu wazima. Kwa hiyo unatarajia mwalimu kile ambacho unatamani umfundishe mtoto ukamwelezea kwamba labda hapa ilikuwa hivi kama unafundisha habari za Daudi. Mtoto kabla hujaenda mbali sana ameshanasa na amekuelewa mwalimu. Lakini pia tofauti nyingine, mtoto ni mwepesi kushuka, mwepesi kuelewa, pia mwepesi kujirudi, tofauti na mtu mzima. Asante sana. Ndiyo. Mtoto wa kanisa au tawi la Mbezi, ndio, au watoto wa Church of God in Tanzania Mbezi, tunawezaje kuwatofautisha na watoto wengine? Tofauti yao ni kubwa tu. Tunaweza kuwatofautisha kwa namna ya muonekano, kwa namna ya jinsi wanavyoenenda na kwa mafunzo wanayopata. Maana Biblia imesema wazi kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha hata ajapokuwa mzee. Sasa yale maadili wanaenda kufundisha wakiwa wadogo na vitu ambavyo vinawazunguka mara kwa mara. Maana mtoto tunajifunza kwamba kile kinachomzunguka mara kwa mara ndicho anachoambukizwa na ndicho anachokuwa nayo kulingana na yale mazingira. Hivyo jambo la kuwafanya wanakuja kanisani Jumapili, Jumanne wanakuja kwenye vipindi vyao, Jumamosi wanakuja kwenye vipindi vyao, imewafanya watoto wa Church of God wamekuwa tofauti sana, kwa sababu neno la Mungu pia lipo kwa wingi ndani yao, lakini pia wana ujasiri mkubwa wa kutosha. Asante sana. Nyie mmejikita kwenye masomo gani, labda kama kanisa la watoto mmejikita kuwekeza misingi ya aina gani au masomo ya aina gani? Niseme tu kwa kifupi, tumejikita kuwekeza na kuwafundisha watoto misingi ya kulijua neno, kwa sababu neno ndio kila kitu kwenye maisha ya kiroho. Nje na hapo unaweza kukuta ukatoka kwenye mstari, kwa sababu leo tunaona kuna watu wanaomba lakini bila neno, imewapelekea wana mafundisho ya kigeni. Lakini neno la Mungu ndio msingi mkuu ambao ndio umefanya sisi tudili katika hayo yote.
Asante sana. Kwa wiki mnakutana mara ngapi kama kanisa la watoto? Kanisa la watoto kwa wiki tunakutana mara 3, kwa maana ya kwamba tunakutana siku ya Jumanne saa 10 jioni, tunakutana siku ya Jumamosi Jumamosi inakuwa saa 8 mchana, lakini pia Jumapili ambayo ni siku ya ibada mara ya 3. Asante sana. Nimeona kama wakati kwaya inaimba wewe ulikuwa ndo kama na operate. Wewe ndo mwalimu wa kwaya? Mimi ni mwalimu wa kwaya ya watoto, ndio. Asante sana. Una neno gani kwa mzazi ambaye yuko mtaani huko, watoto wake hawajifunzi kitu chochote kinachomhusu Mungu, labda yeye amewaelekeza tu kujifunza masuala yanayohusu mitaala ya elimu na mambo kadha wa kadha, sio mabaya, ila huyu mzazi ambaye amewekeza kwenye elimu sana, lakini huku kwa Mungu ni kama amewaachia watoto wanajiendesha wenyewe. Una neno gani kwa mzazi kama huyo, wewe kama mwalimu wa kanisa la watoto? Neno nililonalo kwa wazazi wenzangu, baba, mama, ni dada au walezi kwa ujumla, kwamba tuwaruhusu watoto, tuwasaidie ili wakue katika misingi ya kumjua Mungu. Na Biblia imeweka wazi kwamba usimwache elimu aende zake. Tusiwatelekeze watoto katika masomo wala katika elimu, tunapaswa kuwajali. Lakini lililo kubwa sana, wazazi wenzangu, ninapenda sana muweze kuwafuatilia watoto kwenye masuala mazima ya kumjua Kristo na kulijua neno la Mungu, kiasi kwamba kuwapa muda wa mafunzo, kuwapa muda wa vipindi mbalimbali, na pia kuwapa miongozo ya watoto itapelekea kutengeneza taifa la kesho ambalo zuri, lenye ushuhuda, watu majasiri ambao wataepukana na tabia za ovyo. Asante sana mwalimu. Wewe pamoja na walimu wenzako watatu mkiungana mchungaji wa kanisa la watoto, natamani kanisa lenu watoto tawi la Mbezi lifike wapi? Liwe na ukubwa gani? Muwe na washirika wangapi? Muwe na kwaya ngapi? Kwaya yenu ifike wapi? Karibu. Asante. Kwa niaba ya walimu wenzangu ambao ni Madam Jema na Mwalimu Koto, Emmanuel Koto, tunatamani kwaya ya watoto isikike mbali, lakini pia kanisa la watoto lisikike mbali. Yaani mtu ukisema Mbezi, basi dunia ijue, Afrika Mashariki ijue, Tanzania ijue. Tunatamani tufike mbali, na pia tunatamani kuwa na watoto wengi, na ndio maana tumekuwa tukifanya nje na hizi sikukuu, tumekuwa tukiwakusanya watoto mara kwa mara, tunawapa zawadi, surprise mbalimbali, kwa sababu ni vitu ambavyo pia vinawavuta watoto kuja kwenye darasa la watoto. Kwa shauku yetu ni kuona kanisa kubwa, lakini pia kuona kanisa la watoto Church of God Mbezi linajulikana Tanzania nzima. Ukienda Ruvuma waseme wale wa Mbezi, ukienda Dodoma waseme kanisa la Mbezi la watoto, ukienda hivyo. Ndio shauku yetu iliyo kubwa katika. Asante sana mwalimu. Mwisho kabisa swali la kizushi. Karibu. Wewe kama mwalimu wa kanisa la watoto, ndio, wewe unajifunza wapi? Kwa kweli ninajifunza, kwanza kabisa mwalimu wangu mzuri ni Roho Mtakatifu. Lakini mwalimu mzuri ni Roho Mtakatifu kwa kupitia neno lake ambalo ni Biblia hii hapo, kwa sababu ndio ina majibu na ina mambo yote. Kwa sababu Biblia imesema kwa neno la Mungu lililohuisha linafaa kwa mafundisho, basi ndiko nami ninakojifunza neno la Mungu lisilogoshiwa, ambalo pia hata watoto hawa wanalipata bila viambata vyovyote. Asante sana. Swali la nyongeza. Ndio. Kanisa la watoto, mimi ni mzazi, na mimi kama mzazi naona changamoto za watoto ni nyingi. Kukimbizana huku na kule kuangalia mtoto huyu na yule, na mchungaji amesema kwamba mna watoto 70 na kama sikosei. Je, unawezaje kumanage kanisa la watoto ufundishe, alafu na wewe uende kanisa la watu wazima ukajifunze kwa mchungaji Dani? Aha, kwanza kabisa ninaweza kumanage kwa sababu walimu tuko watatu, kwa hiyo tunapeana zamu. Mwezi huu unakuwa ni mwezi wa Mwalimu Jema, mwezi unaofuata mwezi wa Mwalimu Koto, mwezi unaofuata ni mwezi wa mimi Praise. Kwa hiyo kitendo cha kupeana zamu kinatusababisha na sisi pia tunapata muda wa kuingia kanisani kwa mchungaji Dani kuweza kufundishwa neno la Mungu na kuendelea kukulia wokovu kama watoto wachanga. Asante sana. Wewe ni mwalimu. Ndio. Na wewe ni mkubwa kwa mchungaji wako. Je, mnaishishije wewe na mchungaji wako? Mchungaji wako nimeona kama under 18, lakini wewe uko juu. Mnaishishije humo kwenye utumishi? Ninamshukuru Mungu kwa sababu hata mchungaji awali alisema kwamba mtoto akifundishwa maadili lazima kuna namna ataenenda katika misingi ya Mungu. Kawaida ya Mungu na Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtoto anamfundisha mtoto kwa mpole, mnyenyekevu, mtaua, na kuna namna mtoto anakuwa ana hali ya usikivu. Kwa hiyo hata kama yuko under 18 kuna namna anasikia, anaelekezeka na anaelekezeka
na pia anasikiliza yale walimu tunayomwambia. Kwa hiyo tunaweza kwenda naye sambamba kulingana, kwanza mchungaji ni msikivu, ni mpole, lakini pia anaonyeka, anasikiliza ushauri. Na hata sisi pia huwa anatushauri. Ni mdogo, lakini tumekubali kushuka walimu tuwe kama wao watoto. Kuna muda tunasikiliza ushauri wao. Asante sana.